Ni vigumu kuzungumzia vita vya Vietnam bila kumzungumzia mtu mmoja ambaye jina lake liliogopwa na mataifa makubwa duniani. Kwa Wavietnam wengi, alikuwa shujaa wa uhuru. Kwa Marekani na washirika wake, alikuwa kiongozi wa kikomunisti ambaye angeweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za Asia. Jina lake lilikuwa Ho Chi Minh. Ho Chi Minh alikuwa nani? Alitoka wapi? Na ni kwa nini mtu huyu aliweza kuongoza harakati zilizoshinda kwanza Ufaransa na baadaye kuilazimisha Marekani kuondoka Vietnam? Hii ndiyo hadithi ya maisha yake. Ho Chi Minh alizaliwa tarehe 19 Mei mwaka 1890 katika kijiji cha Kim Lien, mkoa wa Hien An nchini Vietnam. Jina lake la kuzaliwa lilikuwa Nguyen Sinh Cung. Baba yake alikuwa msomi na mtumishi wa serikali aliyepinga utawala wa kikoloni wa Ufaransa. Kutokana na mazingira hayo, Ho Chi Minh alikulia akishuhudia mateso na ubaguzi uliokuwa ukiwakumba wananchi wa Vietnam. Akiwa kijana, aliamini kuwa njia pekee ya kuikomboa nchi yake ilikuwa kujifunza dunia ya Vietnam vizuri. Mwaka 1911, akiwa na umri wa miaka 21, Ho Chi Minh aliondoka Vietnam akiwa mfanyikazi kwenye meli ya Kifaransa. Kwa miaka mingi, alisafiri katika nchi mbalimbali zikiwemo Ufaransa, Uingereza, Marekani na baadaye Umoja wa Kisovieti. Akiwa Paris, aliona jinsi mataifa ya Ulaya yalivyozungumzia haki za binadamu na uhuru, huku yakiwanyima haki hizo watu waliokuwa katika makoloni yao. Hilo lilimfanya amini kuwa Vietnam isingepata uhuru kwa kuomba bali kwa kupigania. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, Ho Chi Minh alijaribu kuwasilisha ombi katika mkutano wa amani wa Paris mwaka 1919 akiomba Vietnam ipewe haki zaidi, lakini matokeo yake hakusikilizwa. Baada ya kushindwa huko, aliamua kujiunga na harakati za kikomunisti. Aliamini kuwa ukomunisti ungeweza kusaidia mataifa yaliyokuwa chini ya ukoloni kujikomboa. Mwaka 1930 alishiriki kuanzisha chama cha kikomunisti cha Vietnam. Hatua hiyo ilimfanya afuatiliwa na serikali ya Kifaransa, lakini hakukata tamaa kabisa. Mwaka 1941, Ho Chi Minh alirejea Vietnam kwa siri. Alianzisha harakati za ukombozi zilizoitwa Viet Minh, zikiwa na lengo moja kuu: kuikomboa Vietnam kutoka kwa watawala wa kigeni. Hakutegemea silaha pekee. Aliwahamasisha wakulima, wafanyakazi, wanafunzi pamoja na viongozi wa vijijini kujiunga katika mapambano hayo. Kwa muda mfupi, Viet Minh ikawa harakati kubwa ya kitaifa. Baada ya Japan kushindwa katika vita kuu ya pili ya dunia mwaka 1945, Ho Chi Minh aliona nafasi ya kutangaza uhuru wa taifa lake. Mnamo tarehe 2 Septemba mwaka 1945, mbele ya maelfu ya wananchi mjini Hanoi, alitangaza kuundwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Vietnam. Katika hotuba yake, alinukuu hata maneno kutoka Azimio la Uhuru la Marekani, akisema kuwa watu wote wameumbwa sawa na wana haki ya kuwa huru. Lakini matumaini hayo hayakudumu kwa muda mrefu. Ufaransa ilikataa kukubali uhuru huo na kurejea Vietnam kwa nguvu kubwa za kijeshi. Ndipo vita ya kwanza ya Indochina vilipoanza rasmi. Tofauti na viongozi wengi wa wakati wake, Ho Chi Minh aliishi maisha ya kawaida kabisa. Alivaa mavazi rahisi, aliishi katika nyumba ndogo, alikula chakula sawa na wanajeshi wake, na tabia hiyo ilimfanya heshimiwe zaidi na wananchi wa Vietnam. Wengi walimuona kama baba wa taifa. Kadri ushawishi wa Ho Chi Minh ulivyozidi kuongezeka, ndivyo hofu ya Marekani ilivyoongezeka zaidi. Katika kipindi cha vita baridi, viongozi wa Marekani waliamini kuwa ushindi wake ungeongeza ushawishi wa kikomunisti barani Asia. Kutokana na hofu hiyo, Marekani ilianza kuisaidia Vietnam Kusini kwa fedha, silaha na washauri wa kijeshi. Hatimaye msaada huo uligeuka kuwa ushiriki wa moja kwa moja vitani. Ho Chi Minh alifariki tarehe 2 Septemba mwaka 1969 akiwa na umri wa miaka 79. Hakushuhudia mwisho wa vita vya Vietnam. Hata hivyo, mwaka 1975 Vietnam iliunganishwa chini ya serikali ya Vietnam Kaskazini, jambo ambalo lilitimiza lengo kuu alilolipigania maisha yake yote. Leo mji wa Saigon unajulikana rasmi kama Ho Chi Minh City kwa heshima yake. Bado ni mmoja wa viongozi wanaoheshimiwa zaidi nchini Vietnam, ingawa nafasi yake katika historia inaendelea kujadiliwa kwa mitazamo tofauti duniani. Ho Chi Minh hakuwa tu mwanasiasa. Alikuwa mwanamapinduzi, mwanadiplomasia, mhamasishaji na kiongozi aliyebadilisha historia ya taifa lake. Kwa mamilioni ya Wavietnam, alikuwa alama ya uhuru. Kwa wapinzani wake, alikuwa kiongozi aliyesambaza ukomunisti.
Lakini jambo moja halina ubishi. Historia ya vita vya Vietnam isingekuwa kama tunavyoijua leo. Fikiria wewe ni mwanajeshi wa Marekani. Umefika Vietnam ukiwa umepewa bunduki ya kisasa, helikopta za kivita zinakulinda, ndege za kivita zinapiga mabomu kila siku na unaambiwa kuwa ushindi utapatikana ndani ya miezi michache. Lakini kila unapoingia msituni, adui haonekani kabisa. Usiku unapofika, milio ya risasi inaanza kutoka kila upande. Asubuhi, unakuta wenzako wameuawa na mitego ambayo hata hukujua ipo hapo. Huyu ndiye alikuwa adui mkubwa aliyewapa hofu wanajeshi wa Marekani. Jina lake lilikuwa Viet Cong. Viet Cong walikuwa kina nani? Walitoka wapi? Na kwa nini walifanikiwa kulisumbua jeshi lenye teknolojia juu zaidi duniani, jeshi la Marekani? Viet Cong lilikuwa jina lililotumiwa na serikali ya Vietnam Kusini na Marekani kuwaita wapiganaji wa National Liberation Front, NLF. Kundi hili lilianzishwa rasmi mwaka 1960. Lengo lao lilikuwa kuiondoa serikali ya Vietnam Kusini ambayo waliiona kama serikali iliyowekwa madarakani kwa msaada wa Marekani na kuiunganisha Vietnam chini ya serikali ya Ho Chi Minh. Ingawa walikuwa na msaada kutoka Vietnam Kaskazini, wanachama wengi wa Viet Cong walikuwa raia wa Vietnam Kusini wenyewe. Walikuwa wakulima, walimu, wanafunzi, wafanyakazi na hata baadhi ya viongozi wa vijiji. Kwa nje walionekana kama raia wa kawaida, lakini usiku walikuwa wapiganaji hatari zaidi. Tofauti na majeshi ya kawaida, Viet Cong hawakupigana kwenye uwanja wa wazi. Walitumia mbinu zinazojulikana kama guerrilla warfare, yani vita vya kushtukiza msituni. Wangevamia kambi ya kijeshi kwa dakika chache, kuharibu magari ya kivita, kuchukua silaha, kisha wangetoweka kabla ndege au wanajeshi wa Marekani hawajafika katika eneo la tukio. Mbinu hizi zilifanya iwe vigumu zaidi kuwakamata. Wanajeshi wa Marekani walikuwa na nguvu kubwa za moto, lakini mara nyingi hawakujua adui alikuwa wapi, kwani Viet Cong walikuwa adui kwenye giza totoro, giza la mchana. Moja ya silaha kubwa zaidi ya Viet Cong haikuwa bunduki, ilikuwa ardhi yenyewe. Karibu na mji wa Saigon, walijenga mtandao mkubwa wa handaki uliojulikana kama Chu Chi Tunnels. Handaki hizi zilikuwa na mamia ya kilomita. Karibu na mji wa Saigon, walijenga mtandao mkubwa wa handaki uliojulikana kama Chu Chi Tunnels. Handaki hizi zilikuwa na mamia ya kilomita. Ndani yake kulikuwa na vyumba vya kulala, hospitali ndogo, sehemu za kuhifadhi chakula, maghala ya silaha, vyumba vya mikutano na hata sehemu za kupikia. Kulikuwa pia na njia za siri za kutokea endapo adui angewavamia. Wanajeshi wa Marekani walipokuwa wakipita juu ya ardhi, mara nyingi hawakujua kwamba chini yao kulikuwa na wapiganaji waliokuwa wakisubiri kushambulia. Baada ya kushambulia, Viet Cong walirudi chini ya ardhi na kutoweka kabisa. Viet Cong walijua kuwa hawangeweza kushindana na Marekani kwa idadi ya silaha. Badala yake, walitumia mitego ya gharama nafuu lakini yenye madhara makubwa zaidi. Walichimba mashimo yaliyofunikwa na majani, ndani yake waliweka vigingi vya mianzi vilivyochongwa na kutiwa sumu au uchafu ili kuongeza hatari ya maambukizi. Walitumia pia mabomu yaliyotengenezwa kutokana na silaha ambazo hazikulipuka, na mitego mingine ilikuwa imefungwa kwenye milango, miti au njia ambazo wanajeshi walipitia kila siku. Kwa sababu hiyo, kila hatua msituni ilikuwa hatari zaidi kwa wanajeshi wa Marekani. Wanajeshi wengi waliishi katika hofu ya kukanyaga mtego ambao hawakuweza kuuona kabisa. Silaha na chakula vilihitaji kufikishwa kwa wapiganaji wa Viet Cong. Kwa kazi hiyo, Vietnam Kaskazini ilitumia mtandao wa njia za siri ulioitwa Ho Chi Minh Trail. Njia hizi zilipitia misitu na milima ya Laos na Cambodia. Licha ya Marekani kushambulia njia hizo kwa mabomu kwa miaka mingi, usafirishaji wa silaha, dawa na wanajeshi uliendelea. Ho Chi Minh Trail ikawa moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kijeshi katika historia ya vita vya kisasa. Kwa nini Marekani ilishindwa kuwashinda Viet Cong? Marekani ilikuwa na ndege za kisasa, mizinga, helikopta na mamilioni ya risasi. Lakini Viet Cong walikuwa na faida ambazo teknolojia haikuweza kuzifuta. Walikuwa wanaijua vizuri ardhi yao, walikuwa wakisaidiwa na sehemu ya wananchi waliowapa chakula, taarifa na mahali pa kujificha. Walikuwa na uvumilivu mkubwa na hawakulazimika kushinda kila vita. Kwao ilitosha kuendelea kupigana tu. Ila kwa Marekani, kila siku ya vita iliongeza gharama, vifo na shinikizo kutoka kwa wananchi wa nyumbani waliotaka vita vikome. Ndiyo maana licha ya ushindi mwingi kwenye mapambano ya moja kwa moja, ilikuwa vigumu sana kuimaliza Viet Cong.
Vita vya msituni vilisababisha msongo mkubwa wa mawazo kwa wanajeshi wa Marekani. Hawakujua ni nani alikuwa raia na nani alikuwa mpiganaji. Walilala kwa hofu, walitembea kwa tahadhari kila dakika. Hali hiyo iliathiri morali ya wanajeshi wengi na kuchangia changamoto za kisaikolojia ambazo baadhi yao waliendelea nazo hata baada ya kurejea nyumbani. Vietcong hawakuwa jeshi lenye silaha nyingi zaidi, lakini walikuwa jeshi lililoelewa mazingira yake, lililotumia mbinu zisizotarajiwa na lililokuwa na uvumilivu wa muda mrefu. Walionyesha kwamba katika vita, ushindi hautegemei teknolojia pekee, bali pia mkakati, taarifa za kijasusi, msaada wa wananchi na uwezo wa kuzoea mazingira. Mwaka 1965, Marekani ilikuwa imeamua kuingia kikamilifu katika vita vya Vietnam. Viongozi wa kijeshi waliamini kuwa vita vingemalizika haraka. Walikuwa na jeshi kubwa zaidi duniani, ndege za kisasa zaidi, meli zenye uwezo mkubwa, mizinga ya kisasa na bajeti ya kijeshi iliyozidi ile ya mataifa mengi duniani kwa pamoja. Kwa mtazamo wa kawaida, ushindi ulikuwa unaonekana kuwa jambo lisiloepukika, lakini walikuwa wamekosea kabisa. Ingawa Marekani ilikuwa na teknolojia ya hali ya juu, ilikabiliwa na adui aliyopigana kwa mbinu ambazo hazikutegemea nguvu za moto pekee. Ikiwa kuna silaha moja inayokumbukwa zaidi katika vita vya Vietnam, basi ni helikopta ya Bell UH-1 Iroquois maarufu kama Huey. Helikopta hii ilikuwa uti wa mgongo wa operesheni za Marekani. Ilibeba wanajeshi kutoka kambi moja hadi nyingine kwa dakika chache, iliwaokoa majeruhi kutoka uwanja wa kivita na ilisafirisha chakula, risasi pamoja na vifaa. Baadhi ya Huey ziliwekewa bunduki nzito na makombora, hivyo zikageuzwa kuwa helikopta za kushambulia. Silaha nyingine iliyotumiwa sana ilikuwa ndege ya Boeing B-52 Stratofortress. Hii ilikuwa ndege kubwa ya mabomu iliyoweza kubeba zaidi ya tani 30 za mabomu kwa safari moja. Katika operesheni mbalimbali, B-52 zilirusha maelfu ya mabomu juu ya misitu, njia za usafirishaji na maeneo yaliyoshukiwa kuwa na wapiganaji wa Vietcong au jeshi la Vietnam kaskazini. Lengo lilikuwa kuharibu ngome za adui na kukata njia za usambazaji wa silaha. Mashambulizi hayo yalikuwa na nguvu kiasi kwamba ardhi ilitikisika kwa kilomita nyingi, lakini wapiganaji wengi walikuwa wamejificha ndani ya handaki za chini ya ardhi au walihama kabla ya mashambulizi kuanza. Moja ya silaha zilizozua mjadala mkubwa duniani ilikuwa ni napalm. Napalm ni mchanganyiko wa mafuta maalum unaoshika moto kwa nguvu na kuendelea kuwaka kwa muda mrefu. Mabomu ya napalm yalipotua, moto ulienea haraka na kufikia joto la juu zaidi. Silaha hii ilitumiwa kuharibu misitu iliyokuwa maficho wapiganaji pamoja na ngome zao. Hata hivyo, napalm pia ilisababisha madhara makubwa kwa raia wa kawaida. Picha za watoto na wananchi walioungua kutokana na mashambulizi ya napalm zilienea duniani na kuibua hasira kubwa dhidi ya vita. Picha mojawapo iliyotikisa dunia ilikuwa ya msichana mdogo, Phan Thanh Kim Phuc, aliyekuwa akikimbia akiwa ameungua baada ya shambulio la napalm mwaka 1972. Picha hiyo ilikuja kuwa moja ya alama maarufu zaidi za vita vya Vietnam. Marekani ilitumia pia kemikali iliyoitwa Agent Orange. Lengo lake kuu halikuwa kuua watu moja kwa moja. Ilikusudiwa kuangusha majani ya miti ili kuwanyima wapiganaji wa Vietcong maficho yao na kuharibu mazao yaliyowalisha. Kuanzia mwaka 1961 hadi mwaka 1971, mamilioni ya lita za Agent Orange zilinyunyizwa katika maeneo mbalimbali ya Vietnam. Ingawa ilifanikiwa kuharibu misitu, baadaye iligundulika kuwa kemikali hiyo ilikuwa na sumu kali. Maelfu ya watu walipata saratani na magonjwa mengine. Watoto wengi walilazwa na matatizo ya kuzaliwa yaliyohusishwa na kemikali hiyo, na madhara yake bado yanatajwa nchini Vietnam hadi hii leo. Silaha kuu ya mwanajeshi wa Marekani ilikuwa M16. Mwanzoni ilionekana kuwa bunduki ya kisasa zaidi kuliko AK-47 iliyotumiwa na wapiganaji wengi wa Vietnam kaskazini. Ilikuwa nyepesi na iliweza kufyatua risasi nyingi kwa haraka. Hata hivyo, katika miaka ya mwanzoni wa vita, M16 ilikumbwa na matatizo ya kukwama kutokana na unyevunyevu, matope na matengenezo duni. Baadaye matatizo haya yalipunguzwa baada ya kufanyika maboresho na kutoa mafunzo bora kwa wanajeshi. Marekani ilikuwa na teknolojia ambayo haikuwa na mfano wakati huo. Iliweza kutawala anga, kurusha mabomu kwa maelfu ya tani, na ilikuwa na meli kubwa za kivita na vifaa vya kisasa vya mawasiliano. Lakini tatizo kubwa halikuwa ukosefu wa silaha. Tatizo lilikuwa ni adui. Vietcong na jeshi la Vietnam kaskazini waliepuka mapambano ya wazi. Walitumia handaki, misitu, njia za siri na mashambulizi ya ghafla. Kila mara Marekani alipodhani amepata ushindi,
Wapiganaji hao walijipanga upya na kuendelea kupigana. Ndio maana teknolojia pekee haiwezi kuamua matokeo ya vita. Vita vya Vietnam vilionyesha kuwa hata jeshi lenye silaha za kisasa zaidi linaweza kushindwa ikiwa halielewi mazingira ya vita na mkakati wa adui. Helikopta za Huey, ndege za B-52, Napalm, Agent Orange na bunduki za M16 zilikuwa miongoni mwa silaha zilizotikisa dunia, lakini hakuna hata moja iliyoweza kumaliza vita. Katika sehemu inayokuja tutachunguza Tet Offensive ya mwaka 1968, shambulio ambalo liliishitua Marekani na kubadilisha kabisa mwelekeo wa vita vya Vietnam. Tutafahamu jinsi mashambulizi hayo yalivyobadilisha maoni ya wananchi wa Marekani na kwa nini yalikuwa mwanzo wa mwisho wa ushiriki wa Marekani katika vita hivyo. Usikose subscribe, like na utupe maoni yako kwenye comment section kuhusiana na makala zetu.